Kama una mapenzi ya kweli fuata taratibu zote. Ila kama lengo ni kuuchezea mwili wangu katafute hao makahaba. Umesikia? Tena kama unataka mambo kama hayo, siku nyingine unipe taarifa mapema nisije getoni kwako. Usije ukanibaka bure. Nimeshakuona sio mtu mzuri. Kwa hiyo kuanzia sasa sitakuja hapa mpaka pale utakapokuwa umekuja kunitolea posa nyumbani basi. Kwa hiyo hela yangu ya chips imeenda bure, si ndio? Soda zangu zimeenda bure. Haya sawa, yote tuyaache. Nafanyaje? Mimi ni mtu mzima ana hamu. Nataka nifanye hivyo vitu. Sasa nataka niende kwa nani? Na ndo mpenzi wangu sasa. Hebu nipe ruhusa sasa nikawatafute wengine kama unaona labda wewe uweze kunitimizia hicho kitu, kwa sababu mimi nakwambia hutaki kunielewa. Aisha, kwa nini lakini wewe? Hela yangu ya chips imeshaondoka, si ndo ningeenda hata kufanyia vitu vingine muda mwingine. Unaboa muda mwingine bwana. Ndoa kitu gani? Hivi Aisha, unanichukuliaje kwa mfano? Na ule umeshakula, chips umekula. Hotelini umeagiza kama wewe ndo mwenye hela. Sasa hivi nakukisi unanisukuma. Unamaanisha nini? Au unanichukulia mimi boya sana? Au madhaifu yangu mimi ni kukupenda, kukunyenyekea, kukuheshimu? Ndio sasa hivi nikifanya chochote kile unakiona mimi ni kibaya. Niambie sasa, unataka nifanye nini kwa mfano? Ili uelewe kama mimi nakupenda. Nyoa wanawake mpoje lakini mbona mnasaminiwa lakini hamsaminiki? Jaribu kuangalia basi utu wangu. Jaribu kuangalia vitu gani nimefanya kwako basi. Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Kwanza nicheke mie. Kumbe ulivyokuwa unanilisha chipsi zako, sijui unafanyaje unaniambia niagize soda, ulikuwa unalenga hivi, si ndio? Ulikuwa unalenga kwamba tukifika huko ndo ninyandue. Kwa taarifa yako baba hapa umenoa. Kwa hiyo ulivyoenda sokoni ukanichukulia shati linalofanana na wewe ili kwamba sasa tujue tunapendana sijui nini. Kumbe lengo lako wewe ni ngono tu ndo unataka kwangu. Baba mimi nishakwambia bila kunioa au lambi chochote. Yaani hapo utaishia tu kuniona nikipendeza, lakini swala la kusema kwamba nikupe mwili wangu kabla hujanioa, hilo sahau kabisa Matinga. Kama unanipenda fuata sheria zote za dini. Nioe tufunge ndoa na sio kufanya uzinzi tafadhali. Najiheshimu sana. Matinga Bwana asifiwe. Unaendeleaje? Simu yako imenishtua ulivyoniita nikasema kwamba kuna nini tena. Maana wewe sasa ulishaniweza. Yaani nikiona simu yako siwezi kujizuia kabisa. Hebu niambie ulichoniitia kwanza. Hii nishushe pressure kwa sababu mwanzo hapa mpaka nilipo sina amani kabisa. Nawaza kuna kitu gani ambacho kimekufanya ukanipigia kwamba nije chap nisichelewe. Ondoa shaka kabisa. Kuwa na amani kabisa. Unajua lile swala lako la juzi tulipokuwa pale nyumbani, ukaniambia siwezi kufanya chochote mpaka nikuoe. Nimekaa nikafikiria nikaona kwa nini nisimuoe huyu binti, kwa sababu unaonekana una nia dhati kwangu. Na isitoshe nilishapita viwanja vingi sana, lakini huku nilikotoka sikupata chochote kile. Kwa sasa hivi natamani uwe mke wangu wa ndoa sasa. Tuzae watoto, maisha yaendelee. Kwa hiyo kuhusu lile ombi lako la kuoa nipo tayari. Hakika Mungu ni mwema. Aisee, Mungu asifiwe sana jamani. Leo mimi Aisha naenda kuolewa. Ninavyokupenda mume wangu, tutaishi kwa amani. Ila mimi naomba moja mume wangu mtarajiwa. Naomba basi uanze kusali. Alafu unavyojua nataka nikupeleke kwa wazazi. Sasa kuhusu vipi hizo nywele zako? Utaonekana muone mpenzi wangu. Lazima unyoe hizo nywele uende ukiwa msafi nyumbani. Kwa sasa sisi dini yetu hairuhusu vitu kama hivyo. Alafu mzee wangu ukiangalia ni mtu wa dini. Atasema naenda kuolewa na muhuni na mimi sipendi uje kutukanwa pale nyumbani mbele zangu. Maana mimi na moyo mdogo, sitaweza kuvumilia. Niko na kuomba lakini mpenzi wangu, samahani kama nitakuwa nimekukwaza. Aisee, mbona tena nywele? Lakini sio mbaya kwa sababu nishaamua kukuoa. Lazima nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Nakupenda sana. Alafu unajua tena sisi wahuni tukishapenda tumependa. Kwa hiyo
nitakupigia na kale kanyimbo ka umenibadilisha wewe. Yaani hapo lazima nibadilishe kwa sababu sio ni sababu ya kuendelea kwa kwenye maisha. Nakupenda sana. Na nadhani ningependa nikutane na mzee wako ili tuweze kuliweka sawa hili swala. Wewe unadhani suluhisho nipa namba yake, nitampigia baadaye. Nimuombe tukutane sehemu tuweze kuliweka sawa. Ili nione ananipa utaratibu gani mwisho wa siku tupange mipango ya harusi. Au unasemaje kipenzi changu? Sawa, karibu sana nyumbani. Maana mzee wangu ni mtata, ukisema mpigie simu kakutana sehemu nyingine haweza kukuelewa. Cha msingi wewe njoo nyumbani, mimi nitawapa taarifa. Njoo nyumbani upaone nyumbani nakotokea mimi mwenyewe. Kuna siku naweza kukupigia simu njoo nyumbani. Wewe umeshapajua mpenzi wangu, sio lazima mkutane sehemu zingine. Kwa hiyo usijali, karibu sana nyumbani. Karibu sana kijana. Hapa ndo nyumbani kwa binti yangu. Mimi ndo mzazi wake na nampenda sana. Ukiangalia yeye ni mtoto wangu wa kipekee, kwa hiyo ameniambia kuhusu wewe. Alishanipa taarifa zako kipindi. Nikaona niambie kwamba kukaribisha nyumbani uje tukutane, tufahamiane. Kwa hiyo ningependa kujua kwamba unaitwa nani, unatokea wapi, na nini kazi yako, na una malengo gani na binti yangu, kwa sababu sipendi kijana atakayekuja kumchezea mwanangu hata siku moja. Mtu atakayejaribu kuchezea binti yangu lazima tutapambana naye. Sitaki binti yangu achezewe. Nashukuru sana mzee wangu kwa sababu nimefurahi sana kupajua. Ukilinganisha mwanao tunapendana, nampenda sana. Na kama unaweza kuniuliza kama mimi naitwa nani? Mimi naitwa Matinga. Natokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Pia niko hapa mjini nafanya kazi za biashara ndogo. Kifupi mimi ni mjasiriamali. Kwa hiyo ningependa sana kupajua hapa mzee wangu, ningependa sana kupajua. Kwa hiyo ningependa tuwe familia moja, uwe mzazi wangu, niwe mwanao. Sasa naenda kuishi na binti yako. Kwa hiyo nashukuru sana mzee wangu kwa kufahamu. Sawa nimekuelewa. Kikubwa hapa ni kufanya taratibu zote ambazo zinahitajika ili uweze kumwoa binti yangu. Lakini pia mimi ni mtu wa imani. Mimi ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo nahitaji kujua vipi mwenendo wako. Nikikuangalia hapo kichwani sijui Bobu Male, sijui la Kidube. Hizo rasta hapana, kwa upande wangu sijazipenda. Lazima uwe kijana mwema, uwe kijana mwenye mfano kwenye jamii. Wadogo zako wanajifunza nini kutoka kwako? Kwa hiyo jaribu kubadilika ili uweze kuishi na binti yangu. Tofauti na hapo nitakushinda. Nadhani umenielewa. Karibu sana kijana. Karibu sana nyumbani, jisikie amani. Asante sana mama. Na kwanza heshima yako. Shikamoo mama. Marahaba. Sijui unaitwa nani? Naomba tufahamiane kidogo. Ni kweli mamangu, naitwa Matinga na ni mpenzi wake Aisha. Kwa ndo nategemea Mungu akijalia hivi karibuni tunaweza kufunga ndoa. Kwa hiyo baada ya mambo yote yametokea ikabidi kwamba nilete kunitambulisha kwa wazazi. Nadhani niliongea na mzee wangu. Baada ya kuongea na mzee ndo akaniambia kwamba basi ikiwezekana kukutana na mamako mkwe muweze kuzungumza pia muweze kufahamiana. Kwa hiyo nadhani ni jambo jema. Na siku leo ndo nimeona ni siku nzuri sana nikikutana na wewe mamangu tuweze kuongea vizuri. Sawa. Karibu sana. Kwa sababu taarifa zako nilikuwa nazo, binti yangu alinieleza. Basi nikamwambia basi haina shida, ukipata nafasi mwambie aje tuonane, kwa sababu ni jambo jema kufahamiana na wazazi wa binti ambao wamemzaa mchumba wako. Kwao karibu sana kwenye familia yetu. Kikubwa tunachokitaka kufuata utaratibu. Toa mahali muoe kwa ndoa kabisa ili tuweze kuwapa baraka kama wazazi. Sisi ni watu wa dini, hatuwezi kuruhusu mwanetu aende hivi. Kwa lazima taarifa zote ziwe sahihi. Kwa nilikuwa naomba kijana, kama una nia dhati, fuata taratibu. Njoo na wazee, tukae mezani tuzungumze tuone mambo yanakuaje. Mpenzi wangu, mbona leo ni tofauti sana? Hebu niambie kwanza. Yaani unaonekana umefurahi. Yaani sijajua.
Hebu niambie kwanza kipenzi changu, nini kinachoendelea? Kwa sababu leo umeniita sehemu nzuri kama hii. Si nafikia kwenye makisi. Sio kawaida yako kiukweli mpenzi wangu. Hebu niambie nini kinaendelea? Yaani leo Martin, sijui hata nikwambie nini. Kwa nilivyofurahi haki ya Mungu. Sikuamini kabisa mpenzi wangu. Unajua msalifu niita kwanza nikaanza kuogopa, nikawaza kuna nini? Nikashangaa na mama anakuja amefurahi sebuleni. Nikajiuliza leo kuna nini kimetokea? Ndo baadaye kaanza kuniambia kwamba kama ni mwanaume umepata. Mwanaume amekuja amejitambulisha na ameahidi kufanya kila taratibu zinazowezekana kwa hivi karibuni. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi tunakuruhusu kwamba ukae salama kwa sababu tayari sasa hivi ni mchumba wa mtu. Kwa hiyo nimefurahi sana kiukweli. Hapa nilipo nina furaha mpaka naona aibu kutazama usoni. Hapa naenda kwa mke wako rasmi kabisa mpenzi wangu. Jamani, nakupenda sana mpenzi wangu. Usijukaniacha, nitakupenda daima. Mume wangu, tumbo linaniuma. Sijui hata ni nyama za jana. Hata sielewi mume wangu, tumbo linaniuma. Kila mara inabidi nikimbilie huko chooni. Ndio maana naona kila mara nakimbia huko. Tumbo linaniuma kweli mume wangu. Sijui hata nafanyaje. Pole sana mke wangu. Pole sana kwa sababu unahangaika kweli yani. Unajua jana ilikuwa ni siku nzuri sana. Siku ya ndoa yetu, tulifurahi, tukala, tukanywa, tumelala vizuri, lakini kuja kushangaa usiku unaanza kuniamsha. Sasa nimekaa sebuleni, naona mtu simuone, alafu kila mara naona unapita unakuja huku chooni. Sasa kashindwa kuelewa kwamba nini kinachoendelea. Kumbe tumbo linakuuma mke wangu. Au nikupeleke kwanza hospitali wakakupime? Hapana mume wangu, usiogope. Itakuwa ni hali ya kawaida tu, vurugu wa tumbo umejitokeza. Ili utaenda nichukulie vidawa kidogo, nije nimeze nione. Ikishindikana basi tutaenda tukapime. Ila nakuomba mume wangu uwe na imani kabisa, hakuna kitakachotokea chochote. Unajua unanipenda sana, na ndoa yetu bado ndo kwanza imeanza. Unakusihi tu uwe na moyo wa imani, Mungu atatusimamia. Mke wangu, unajua ni namna gani nakupenda. Na unajua namna gani tumeshangaika mimi na wewe mpaka tunafikia hatua ya kuoa, kuweka humu ndani. Nimeteseka mno mke wangu. Kwa hiyo sipendi nikuone ukipata shida. Acha nifanye taratibu zote, nihakikishe kwanza unakuwa sawa. Alafu kisha kuwa sawa, mambo mengine yataendelea. Ila tumbo likuume nene kwenye pharmacy kweli? Hapana, nikupeleke tu hospitali mke wangu. Ukishatibiwa basi tutajua kinachokusumbua, kwa sababu hatuwezi tukajua tunatibu ugonjwa gani bila kufanya vipimo kwanza. Baada ya hapo tutajua nini kitakachoendelea. Lakini kingine nakwambia tu kweli kwamba unajua nakupenda sana. Sijakuwa kwa sisi nimekutamani, hapana. Hata itakapojitokea tatizo lolote lile juu yako, basi mimi nitakupenda hivyo hivyo. Na hata ikitokea basi nikapata tatizo mimi, nipende tu hivyo hivyo mke wangu, kwa sababu tumeamua kupendana mimi na wewe. Basi sasa Mungu, mimi nimekuelewa. Naomba basi tuende sebuleni. Sasa hivi nishajisikia poa, sasa tuende tu mume wangu. Alafu sipendi upate mawazo hivyo. Sasa tena kiandisa mchangu, sitaki uchukie. Upate mawazo. Nataka nikuone ukiwa na furaha muda wote, kwa sababu mimi ndo furaha yako. Sio timu yangu wewe. Mke wangu bwana. Kwenye vitu ambavyo nilikuwa siamini kabisa ni siku kwamba itakuja ifike nikuoe, uwe mke wangu, tuishi pamoja, tulale pamoja, tufanye kila kitu pamoja. Kikweli namshukuru Mungu kwa sababu wewe ndo chanzo cha mimi kubadilika. Kuacha yale yote ambayo nilikuwa nikiyafanya, uhuni, uzinzi wa ovyo ovyo, kupenda wanawake, kuwachezea watoto wa watu. Lakini kwa sasa umefanya nimeitambua thamani ya mwanamke. Hakika nitakupenda daima. Na nitakulinda, nitakutunza kadri niwezavyo. Nitakupenda. Sitoruhusu chochote kile kikukuta ambacho kipo ndani ya uwezo wangu, kwa sababu nakupenda sana mke wangu. Jamani mume wangu. Ila kiukweli hata mimi nakupenda. Nakupenda. Tena nitakupenda daima.
kwa sababu nishakutana na watu wengi sana wakanichumbia wataka wanioe, nikawakataa, lakini mwisho wa siku ndio umekuja kwenye maisha yangu. Kwa ni wazi kwamba Mungu alipanga tuje kuishi pamoja. Kwa ni kuahidi tu nitakupenda siku zote za maisha yangu. Sitaruhusu mtu yoyote yule aingilie kati penzi letu. Nitahakikisha na kulinda kadiri niwezavyo. Sitaruhusu mtu mwingine akuchezee wala kukudharau mwanangu, kwa sababu wewe ndo chaguo la moyo wangu. Pia namuomba Mungu awe msimamizi wa ndoa yetu. Tuishi kwa amani, kwa furaha, tupate watoto, wakuite baba waniite mama. Ndio furaha yangu tu hiyo, na muomba Mwenyezi Mungu basi. Habari za utajiri akipenda atatupatia tu. Mke wangu, nimekuleta mazingira haya ili nile kiapo changu mbele za Mwenyezi Mungu kwamba nakupenda na sitoweza kukuacha. Aisha, tambua kwamba ndio umebeba moyo wangu kwa sasa. Furaha yangu ni wewe. Sihitaji mwanamke yeyote yule aje kuingia katika maisha yangu. Wewe ndo wa kwanza, wewe ndo wa mwisho pia. Kwako nimefunga breki. Sitoweza kukusaliti hata siku moja. Basi naomba siku nikikusaliti Aisha, Mungu aniadhibu. Hicho ndicho kiapo changu mbele zako na mbele za nyota hizi zinazoonekana pia na mbele za Mwenyezi Mungu. Naomba Mungu anisaidie ndoa yetu idumu milele. Tupate watoto, tufike uzeeni. Hata mimi nakuahidi mume wangu, mbele za nyota, mbele za Mungu, nitakupenda, nitakulinda, nitakutunza mume wangu. Nitapita nawe kwenye nyakati zote utakazokuwa tunazipitia katika hatua ya maisha. Sitakuacha, haijalishi ni kwa umeugua, umepata tatizo lolote, nitakupenda hivyo hivyo. Naomba Mwenyezi Mungu alinde kiapo chetu, tusije tukatengana, ili hata watoto tutakuja kuwapata wao ni wenye mfano mzuri kwa wazazi wao. Kwa sababu sisi na wewe tukiishi vizuri, basi hata watoto wetu watakuja kuishi vizuri pia. Haijalishi ni kipindi gani kitapita hapa katikati, ila nitakuwa mvumilivu kwako, nitakuwa msikivu kwako, nitakulinda. Mume wangu, nakupenda sana.